Bwana atukuzwe. Tumekuwa na wakati mzuri wa kuomba, kufundishwa, japo kuwa leo Mungu alikuwa tuelekeza kwa mambo fulani, na tunashukuru Mungu. Hata kuingia moja kwa moja kwa ujumbe kwa sababu ya masaa yetu. And I would like to ningependa tufungue Biblia zetu in the book of Numbers chapter 21. The theme of my message ni the cause of snakes in the wilderness. Sababu yenye ilifanya Mungu aachilie nyoka jangwani. Bwana asifiwe sana. Na kizungu ni cause of the snakes in the wilderness. We all know, ama sisi wote tunajua ya kwamba katika Biblia kuna wakati Mungu aliachilia nyoka jangwani, na tutaona sababu ya Mungu kuachilia hizo nyoka jangwani. In the book of Numbers 21, kisoma from verse 5, Numbers ni kitabu cha Hesabu. Kitabu cha Hesabu. Kitabu cha Hesabu 21. Kuanzia mstari wa 5. Numbers 21. Biblia inasema Waisraeli wakasafiri kutoka mlima wa Hori kupitia njia inayoelekea bahari ya Shamu kuzunguka Edomu, lakini watu wakakosa uvumilivu njiani. Wakamnungunikia Mungu na Musa wakisema, kwa nini umetupandisha kutoka Misri ili tufe jangwani? Hakuna mkate, hakuna maji, nasi tunachukia sana chakula hiki duni. Ndipo Bwana akapeleka nyoka wenye sumu katikati yao, wakawauma watu, nao Waisraeli wengi wakafa. Watu wakamjia Musa na kusema, tumetenda dhambi wakati tuliponena dhidi ya Bwana na dhidi yako. Muombe Bwana ili atuondolee hawa nyoka. Hivyo Musa akawaombea hao watu. Bwana akamwambia Musa, tengeneza nyoka wa shaba na umweke juu ya mti. Yeyote aliyeumwa na nyoka anaweza mtazama na akaishi tena. Kwa hiyo Musa akatengeneza nyoka wa shaba na kumweka juu ya mti. Kisha wakati mtu yeyote alipoumwa na nyoka naye akamtazama, yule nyoka wa shaba aliishi. Wacha nituombe. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa sababu ya kutupa nafasi ya kusikia kutoka kwako. Neno linatuambia ya kwamba sisi ambao huhubiri neno, na hata sisi wote tulio ndani ya Yesu, Biblia inatuambia ya kwamba sisi ni vyombo katika shamba lako, na neno linatuambia chombo chochote kikijitakasa unaweza ukakitumia kwa kazi yoyote iliyo njema. Nimesimama mbele za watu wako nikikuomba unitumie kama chombo katika shamba lako, katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Naomba tuseme amen. Praise the Lord. Mahali tumesoma sisi wote tunajua kuhusu wana wa Israeli. Wana wa Israeli waliishi katika nchi ya utumwa, nchi ya Misri, miaka 430. Bwana asifiwe sana. Tunajua vile walivyoenda. Biblia inasema kukawa na njaa dunia mzima, ama ulimwengu wa wakati huo, na ni hapa dunia hii tuko, sio dunia ingine. Biblia inasema ya kwamba Yakobo ambaye alikuwa na vijana 12 ikiwemo Yusufu ambaye alikuwa ameuzwa na ndugu zake wakati huo. Bible inasema akatuma vijana wake 10, akawatuma vijana kati ya wale 11 kwa sababu Yusufu alikuwa ameuzwa
akawatuma waende, kwa sababu katika nchi ya Misri kulikuwa na utele wa chakula. Praise the Lord. Bwana Yesu atukuzwe. Na neno linasema Mungu akawatuma wakati walipo Jacob akawatuma. Walipotumwa, Bible inasema wakarudi na chakula. Na baadaye kwa sababu alimkuta Yusufu kule, neno linasema akatumania baba na wao, na wakapanda wakiwa zaidi ya watu 70. They were around 70 to 73. Hivyo tunajua. Na Bible inasema wakaenda katika nchi ya Misri na hawakurudi Israel tena. Walikaa huko miaka 400. Yusufu akafa, ndugu zake wote wakafa, baba yao akafa, ukazaliwa kizazi huko. Wale waliopanda pamoja na baba yao, Biblia inasema wote waliaga dunia huko. Na Bible inasema kukawa na watu wengine ambao walizaliwa kule. Na neno linasema kuliinuka mfalme ambaye hakujua Yusufu ni nani, na akaanza kutesa watu wa Mungu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Neno linasema waliteswa sana. Walikuwa wanafanyishwa kazi ya kukata nyasi, kazi ya kutengeneza matofali, na hawakuwa wanalipwa pesa. Neno linasema walikuwa wanapimiwa mpaka chakula cha kukula na tumbo. Wanafanya kazi ngumu na chakula ni kidogo. Ndivyo neno linasema. Praise the Lord. Bible inasema wakamulilia Mungu, naye Mungu akawasikia. Bwana Yesu atukuzwe sana. Tunashukuru Mungu kwa sababu wakati wowote ambao huwa tunamulilia yeye huwa anatusikia. Situamini hata asubuhi ya leo, kwa sababu tumemulilia ametusikia. Praise the Lord. Mungu, Biblia inasema kwamba akamnenea Musa. Wakati huo Musa pia tunajua alizaliwa huko katika nchi ya Misri, na alizaliwa wakati ule ambao mfalme alikuwa ametoa amri vijana wote wanaozaliwa na Wayahudi wakizaliwa wauawe. Na Bible inasema wale wakunga ambao walikuwa wanazalisha watu, neno linasema walispare because they feared God. Ni vizuri kumwogopa Mungu. Walimwogopa Mungu hivi kwamba wao hawakuwa wanaua watoto. Walikuwa wanapeleka ripoti, wanasema hawa Wahibrania wanapozaa watoto wanazaa haraka hata kabla haujaelewa. So wakatumia hiyo njia ya kupeana vijisababu vya kukosa kuua watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Na neno linasema baadaye Musa akawa na miaka 40 na alilelewa kwa Farao, na neno linasema akatoroka kwa sababu alitaka kuwakomboa kabla wakati haujafika. Na Bible inasema akatorokea katika nchi ya Midiani, na huko akaoa na akazaa na akawa mchungaji wa kondoo na mifugo ya father in law. Praise the Lord. Ninajua sisi ni wasomi wa Bible. Na neno linasema wakati mmoja baada ya wana wa Israeli kulilia Mungu sana, Mungu akamnenea Musa. Kwa njia hii Musa moto umewaka, kichaka kinachomeka, akaenda kukaribia kwa sababu moto unawaka na hakimaliziki, hakichomeki. So akataka kukaribia kuona ni nini, kwa sababu moto unawaka na kichaka hakichomeki. So wakati alipokaribia, Mungu akamwambia toa viatu, maana mahali umesimama ni patakatifu. Na Mungu hapo ndipo alimwambia maneno haya ya kwamba nimesikia kilio cha watu wangu na nimeona kuteseka kwao, na sasa nimesema sitavumilia tena, nitashuka, nitateremuka ili niende nikawakomboe. Praise the Lord. And that is what God did. Mungu akashuka. Kumbuka ya kwamba Mungu alikuwa ameambia Abraham in the book of Genesis chapter 15. Mungu akamwahidi akamwambia, your generation, your descendants, uzao wako utachukuliwa mateka na taifa fulani for 400 years, na baadaye mimi Mungu nitashuka na nitawatoa katika mikononi mwa hiyo nchi na nitahukumu hilo taifa.
Yesu asikuze sana. Baada ya miaka mingi sasa Mungu amemtuma Musa. Unajua Mungu akitaka kufanya jambo lolote, akitaka kuponya mtu, akitaka kubariki wewe, akitaka kukufanyia muujiza, yeye huwa anatumia watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kujibu maswali ulio nayo, kujibu maombi yako, kukubariki, kukuinua, huwa anatumia watu. Na ndiposa tunapaswa kuwa na ushirika mzuri na watu. Bwana Yesu atukuzwe sana. The Bible says wakati Mungu aliwatoa katika nchi ya Misri, tunajua ile miujiza 10 ambayo Mungu alifanya. Kati ya hiyo miujiza ikiwa ni kulikuwa na giza ya siku 3, darkness for 3 days. For example, leo ni Sunday, kesho ni Monday, kesho kutwa ni Tuesday, kukawa na giza usiku na mchana. Bible inasema hiyo giza ilikuwa kali hivi kwamba ingeshikwa na mkono wa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hakujawahi onekana giza kama hiyo. Farao akakausha shingo, Mungu akaleta vyura, Mungu akaleta akatan maji yawe damu, kuona kama Farao ataachilia watu wake. Akakataa. Mungu alifanya muujiza wa mwisho ambao ulikuwa ni kuua the firstborns of Egyptians. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajua vile Mungu aliwaambia, akawaambia pakeni damu kwa milango yenu, ili malaika wa kifo atakapokuwa akipita, akiona damu juu ya mlango na kwa vikingi, anakosa kuingia kuua mtu. Neno linasema kukawa na kilio kikubwa. Watu wa Misri wakaenda kwa Farao wakamwambia, waachilie hawa watu waende, kwa sababu hakika tumeteseka. Hatuna mifugo, hatuna chakula, zote Mungu ameharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu hakuna jambo ambalo hawezi fanya akitaka kukomboa mtu wake. Praise the Lord. And we also serve a mighty and a powerful God. The Bible says that he is the same yesterday, today and forevermore. Hivyo ni kusema nini? Vile alivyofanya zamani, hata leo anaweza fanya, tukimwamini. Na kesho anaweza fanya, na kesho kutwa, na milele na milele. Bwana Yesu atukuzwe sana. So kama vile nimesema, the theme of my message ni sababu yenye ilifanya Mungu aachilie nyoka jangwani. Kwani Mungu ni mbaya namna gani? Ama Mungu ni wa namna gani? Anawezaje toa watu katika nchi ya utumwa, afanye miujiza mikubwa, hata hajamaliza ya miujiza hapo, bado walifika katika bahari la Shamu. Neno linasema walifika wakaona bahari kubwa, hawakuwa wamepitia katika hiyo njia tena. Bible inasema maadui wakawafuata nyuma, na kando kulikuwa na milima, ilikuwa inaitwa milima ya Ararat. Na neno linasema Mungu akawafanyia miujiza kwa kufanya njia baharini. Yaani ninataka kusema nini? Waliona miujiza na Mungu vile alivyowahudumia na vile Mungu alivyowasaidia, lakini wakasahau. Praise the Lord. Bible inasema walipofika jangwani, neno linasema zile nguo ambazo walitoka nazo katika nchi ya Misri, hawakubadilisha hizo nguo, hata viatu hawakubadilisha, na walikaa jangwani 40 years. Neno linasema vile mtu alivyokuwa anakuwa mkubwa, ndivyo nguo zilikuwa zinakuwa kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuseme mtoto wa miaka kama 5 akivalishwa kiatu, mzee avalishwe kiatu, huyo mtoto, tunajua tukilea watoto sasa, kama mimi navaaga namba 9 kiatu, mimi hauwezi nikuta nikivaa namba 8 ama 7 ama 10, maana nimefika mahali nimekomaa hivi kwamba mguu haurudi nyuma na mguu hauendelei. Praise the Lord. But for our children, watoto wetu, ukianza kuvalisha mtoto na kiatu namba 1 kama iko, ama namba 2, ama tuseme namba 5, mtoto wa kuvaa kiatu namba 3, hiyo kiatu ni lazima ukikaka umbadilishie. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini haikuwa hivyo jangwani. Biblia inasema kiatu hakikuisha
na viatu zilikuwa zinaendelea kuwa kubwa. Si unaona huyu Mungu wetu ni Mungu wa miujiza. Kama Mungu ambaye hufanya viatu zikuwe kubwa, nguo iwe kubwa. Yaani mtoto kama Paris pale, ile nguo ambayo amevaa hata akiwa na miaka 40, hiyo nguo ndio bado wako nayo, haijachafuka, haijararuka. Biblia inasema walikuwa na walikaa na hizo nguo mpaka wakawa na miaka 40. Praise the Lord. Situpigie Mungu wetu makofi mazuri. Ni vizuri tuamini huyu Mungu ya kwamba ana uwezo wa kufanya mambo makubwa. The Bible says that he is able to do exceedingly, because that or those miracles were exceedingly, abundantly, above our imaginations. Ni nani ambaye angeimagine ya kwamba akivaa nguo akiwa na mwaka mmoja, akiwa na miaka 40, anaweza kuwa na the same nguo na haijararuka na bado ni kubwa kuliko vile alivyoivaa akiwa mdogo? Si mnaona huyo ni Mungu wa miujiza na Mungu wa kuogopwa. Praise the Lord. Lakini hao watu hata kama Mungu alikuwa amewafanyia hii miujiza yote, walifika mahali wakasahau. Neno linasema they murmured, they complained before God and before Moses. Praise the Lord. Walianza kumnungunikia Mungu na kumtetesha, na pia kumtetesha Musa na kumnungunikia Mungu. Akaashindwa hawa watu, na vile nimewasaidia, na vile nimewapigania, na vile nimewasaidia. Yani hata hawana shukurani, hawaoni vile nimewafanyia. Wakaanza kuteta, wakaanza kunungunika. Mungu akakasirika. Praise the Lord. It is very good. Ni vizuri sana wapendwa, tusiwe watu ambao ni wakunungunika mbele za Mungu. Let us overcome that habit of murmuring and complaining before God. Praise the Lord. Juzi nilikuwa naangalia jamaa mmoja. Okay, katika haya maisha hakuna mtu ambaye hapitii katika changamoto. Kila mtu anapitia katika changamoto. Hata mimi ninapitia katika changamoto. Usidanganywe na mtu ati pastors hawapitii katika changamoto. By the way, kuna uwezekano sisi ndio hupitia katika changamoto nyingi sana. Lakini niliona mtu mmoja juzi akihubiri injili na hana mikono, na hana mguu mmoja. Akona kamguu kamoja na anasimama. Sijui kama wacha na yule mzungu. Jamaa mwingine hapa, nafikiria hata ni Msapere, ni Mkikuyu, kitu kama hiyo. Niliona huyu jamaa ana encourage watu, anahubiri na hana mikono. Sasa nikaanza kufanya mahesabu. 1, mimi niko na mikono. 2, mimi niko na miguu. 3, mimi niko na familia. Nikaanza kufanya hesabu, huyu hana familia, huyu hana bibi, huyu hawezi endesha gari, hata kuoshwa hawezi jiosha. Nani? Kwanza nikaanza kujiuliza, nani anamuoshaga? Lakini anaogelea, anacheza keyboard kama vile inachezwa hapa. Kwa nini mimi siwezi jua kucheza keyboard? Nafikiria hakuna mtu mwenye hajui kucheza, hawezi jua kucheza keyboard. Ni vile tu hatutilii maanani. Kama mtu anaweza kamguu, na nikamguu ambako kako na kidole mmoja, anacheza nako keyboard vizuri, ninasikia inalia, unaweza imba na hiyo. Nikasema, oh God, hakika Mungu umenibariki. Nimekuwa nikiona mashida, lakini leo kulingana na huyu vile nimemuona, nimeona mimi sina shida. Yaani shida ni kwa sababu sina gari kwa sasa. Bwana Yesu atukuzwe sana. Yaani mimi Mungu amenibariki hivi kwamba niko na afya ya mwili, niko na mavazi, niko na watoto, niko na familia, ninaweza kula na ninaweza jipea chakula. Wacha hata kukula, kujipea chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi ndivyo wana wa Israeli walikuwa, kama hivyo tuko sasa. Maana kila wakati tunasikia mtu akisema, mimi niko na mashida, mimi sijui mashida itaisha lini, mimi nitakunywa dawa, mimi nitatoroka kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ni vizuri, pamoja na kuwa na yale mashida uko nayo, ni vizuri kutambua na kuona yale mambo makubwa ambayo Mungu amekufanyia, badala ya kunungunika na kuteta, upate nafasi ya kumshukuru Mungu. Bwana Yesu atukuzwe sana.
Nilienda mochari siku moja, wakati rafiki yangu ambaye tulikuwa naye kama juzi akaaga dunia, na tumeshinda naye juzi. Tulikuwa naye Monday, Tuesday, Monday hiyo tukamwombea, akaenda hospitali, akarara usiku huo. Tuesday usiku akafa, mtu ambaye hakuwa mgonjwa. Sasa ikahappen mimi ndio nilifika Kenyatta nikiwa wa kwanza. Baadaye tukaenda mahali alikuwa ICU, tukaambiwa amepelekwa mochari. Nikaenda mochari ya Kenyatta, nikaanza kuwaza, hawa watu wamelala hapa sio wanyama, ninaweza kosa kuwajua, lakini a friend of mine, juzi tulikuwa na yeye, tukaongea, tumekuwa naye tukikunywa chai, ni rafiki. Sasa amelala hapa. Praise the Lord. Mimi hata si kuingia, nilisema sitaingia. Wengine ndio waliingia, kina Pastor Njoroge. Sidhani hata Pastor Njoroge aliingia. Mpaka ya kushtuka. Yaani nikaanza kuona Mungu ananipenda. Ndio ninaweza kosa kuwa na vitu tajabu. Vitu tajabu zile zinaonekana, mashamba, magari, mambo makubwa, juu hayo ndio yanatusumbua mazuri. Lakini nikashukuru Mungu, nikamwambia Mungu asante kwa sababu ya uhai. Bwana Yesu atukuzwe sana. Yaani hawa watu hawakuona vile Mungu amewasaidia. Biblia inasema walikula chakula for 40 years. Hawakuwa wanapika mzee, hawakuwa wananunua chakula. Chakula kilikuwa kinatoka mbinguni. Can you imagine? Mungu ananyesha chakula kama mvua. Anasema kesho asubuhi kila mtu atoke aende achukue chakula kulingana na familia yake vile ilivyo. Unachukua chakula ambacho kitaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama umeshaienda. Tulienda mahali na mama Hilton Hotel. Tulienda mahali kama hapo, tukawa na mwaliko. Pastor Kimani alikuwa na breakfast huko. Sasa chakula ilikuwa mingi sana. Tulikuwa tunalipa 3,000. Na mama mmoja akanipigia simu akaniambia, tafuta watu wawili na wewe ukiwa watatu nitawalipia 9,000. Nikapewa na tukalipa. Niliona mtu anaweka chakula. Sasa kusema ni mmoja hao nilienda na wao. Aliweka chakula na hakumaliza. Akaweka mingi. Hata mimi mwenyewe nikaaibika. Bwana asifiwe sana. Hata nilirudi nikawa coach, nikawaambia huyo mmoja, kamwambia wewe, mtu anaweka tudogo, kikosa ushiba unarudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Sasa Mungu alikuwa amewaambia hivi, mtu achukue chakula ambacho anajua akichukua hata bakisha hata kidogo, kwa sababu zilikuwa zinaharibika hapo hapo. Hawa watu wameona miujiza hiyo yote Mungu amewafanyia, lakini neno linasema walikula chakula kimoja kwa muda mrefu, wakakinai. Kukinai si ni konyira hiyo, kusikia sasa nimekula ugali miaka mingi. Wakaanza kumama na kumwambia Bwana, eze umezoea kutupatia diet moja, need another diet, tumechoka na hiki chakula. Praise the Lord. Biblia inasema they murmured, wakamtetesha Mungu, wakamnungunikia Mungu. Mungu akakasirika. Na alikasirika kwa nini? Kwa sababu aliona hawa watu hawatoshereki, hawaoni kama kuna kitu nimewafanyia. Praise the Lord. They are criticizing me. You know, you can develop that habit of criticizing everything. Yani hakuna kitu ambacho unaonaga kikifanywa vizuri. Hata church unaona makosa, hakuna mambo mazuri unaonaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo walikuwa. Mtu mwenye ananugunika na anateta ni mtu ambaye haonagi jambo lolote mzuri likifanywa. Anaonaga tu mambo yote ikiwa mabaya. Praise the Lord. Anaga huo moyo wa kushukuru Mungu. Anaga huo moyo hata wa kushukuru watu ambao wamekuwa wakimfanyia mizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. So wakafanya hivyo. Mungu akakasirika. Na kasirika kwa Mungu alituma nyoka.
Na kama kuna kitu ambacho hata kila mmoja wetu hapa anaogopa, nyoka. Nyoka. Ninakumbuka nikiwa mdogo, kwetu kuku zilikuwa zinategea mayai kwa nyumba. Sasa nikatumwa mayai usiku, na asubuhi niliwaambia kwetu hata nyumbani kumepata tu stima juzi, zilifika stima juzi. Sasa tulikuwa tunaona na karaboi, inaitwa koroboi hiyo, na diesel. Daniel, unajua hiyo? Munakata kamkebe cowboy kanatengenezwa vizuri, munaweka blanketi. Hata hatukuwa na uwezo wa kununua mpaka ile inaweka kwa ile tambi ile. Munakata blanketi, munaweka hapo, munaona na diesel. Asubuhi unasikia ni kama umelala kwa exhauster ya lori. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikatumwa mayai, nikaenda nikachukua kuinua hivi mayai, kwa sababu kulikuwa usiku, hakuna stima, hauna tochi. Nikainua nyoka, mpaka leo huwa ninakumbuka. Praise the Lord. Nakumbuka kuna my father mdogo alienda kuvaa viatu, mpaka leo kwa sababu ya hiyo mimi siwezi vaa viatu kama sijainamisha kiatu. Siwezi, kiatu ni lazima niinamishe. Alienda kuvaa kiatu, kuenda hivi akasikia hai kutoa hivi, ni nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu mwenye haogopi nyoka. Hakuna. Nyoka hata ukiona, hata kama ni kadogo, unaruka juu, unaenda mbio sana. Sasa angalia, Mungu alikasirika akawatumia nyoka. Biblia inasema wa moto, wenye sumu kali. Unajua kuna nyoka ambazo hazina sumu. Kuna nyoka ambazo hazina sumu, kama zingine zinaingia kwa mapua. Ama nikushtuliwa, tulikuwa tunashtuliwa na wazazi. Nikushtuliwa, tulikuwa tunaambiwa usiende kuogelea kwa mto. Hiyo nyoka ya green inakaa kwa majani, inaweza kukuingia kwa mapua. Hayumagi mtu, inaingia kwa mapua. Sasa mtu alikuwa ukienda unachunga sana isiingie kwa mapua. Kuna nyoka ambazo hazina sumu, lakini kuna nyoka zingine ambazo zina sumu sana. Ikikuchoma tu inaachilia hiyo sumu na unaaga dunia haraka sana. Sasa Bible inasema Mungu aliachilia sio nyoka moja, nyoka wengi, wakajaa kwa tents. Unajua walikuwa wanaishi kwa mahema jangwani, zikajaa kwa tents. Ukienda mahali unalala ni nyoka. Watu wakaingiwa na uoga mwingi, kukawa na shida nyingi sana. Na ujue Biblia inasema mtu angeumwa na hizo nyoka, neno linasema hakuna mtu alikuwa anapona. Biblia inasema watu wengi wakafa jangwani kwa sababu ya sumu ya nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno linasema walipoona hiyo janga, wakaenda kwa Musa, wakamwambia Musa, tumekosea Mungu na tumekukosea. Tunaomba utuombee kwa Mungu atuhurumie, atuondolee nyoka hawa. Praise the Lord. Praise the Lord. Mahali ninataka uelewe ni kwamba sababu yenye ilifanya Mungu atume hii shida kwao ni kwa sababu ya kuteta. Let us not develop that spirit of criticism. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacheni tuwe na moyo wa kumshukuru Mungu na kuona mambo makubwa ambayo Mungu ameyafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna uwezekano ulikuwa na biashara na ikaenda chini, ulikuwa kazi ukafutwa. Usianze kuteta, usianze kunugunika. Mshukuru Mungu kwa sababu ya yale yote ambayo amekufanyia, kwa sababu kuna mambo mengi kando na kuona kufutwa kazi, kando na kuona kurudi nyuma kwa biashara yako kifedha, kiroho. Shukuru Mungu kwa sababu ya uhai. Shukuru Mungu kwa sababu ya wokovu. Shukuru Mungu kwa sababu ya kukusaidia mahali amekutoa na mahali amekufikisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwe mtu wa kushinda ukinugunika, mimi sijui namna gani. Sijui kama umeshawahi kutana na hao watu. Kila wakati mtu anaongea shida, anaongea mashida na mambo ambayo yameharibika yake.
Watu kama hao ambao tumewasoma hapa, kuna kitu wanaona Mungu amewafanyia. Ni vizuri wapendwa, kila wakati kabla hata hujaongea anything, shukuru Mungu. Na ndipo neno linasema enter into his gates with thanksgiving. Bwana Yesu asifiwe sana. Ingia marangoni mwake na shukurani moyoni mwako. Kwa nini Mungu akasema hivyo na hakusema wale wanashukuru ni wale tu ambao mambo yao iko sawa? Ni kwa sababu Mungu angependa kila mmoja wetu awe anaona, ukiamka tu unaona muujiza na unashukuru Mungu, hata kama hauna chakula siku hiyo. Kabla hujafikiria hakuna chakula, unasema Mungu ni asante kwa sababu ya uhai, ni asante kwa sababu ya afya, kwa sababu mtu ambaye hunungunika na kuteta, huyo mtu hana moyo wa shukurani. Praise the Lord. Lakini ukiwa na moyo wa shukurani wa kuona vile Mungu amekufanyia, kama mimi nilikuwa mlevi. Mimi nimekunywa pombe sana hapa. Hata baadhi zingine tulikuwa na mtu pale, nikamwambia unaona ule mlango umefunguliwa pale? Pale nimekunywa sana 25 years ago. Nilikuwa ninakunywa pale. Vilabu zingine hazijafungwa mpaka leo. Zile tulikuwa tunakunywa hapa. Sasa Mungu alinitoa huko. Nimeshuhudia wengi ambao tulikuwa tunakunywa na wao, they are dead. But me, I'm alive. Niko na sababu zote za kutotungunika na kumshukuru Mungu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Praise the Lord. Kile huwa ninafurahia Mungu nacho ni kwamba wakati walipoenda kwa Musa na kama akamwambia Musa, tumekukosea na tumekosea Mungu, omba Mungu atusamehe na atuondolee nyoka hawa. Neno linasema Musa akaomba Mungu, Mungu akamwambia tengeneza nyoka wa shaba, ili mtu yeyote ambaye anaumwa na nyoka hawa akitazama huyo nyoka anapona hapo hapo. Praise the Lord. Mimi niko na uhakika ya kwamba kuna watu waliona kama ni upuzi, kwa sababu ile nyoka Musa aliambiwa atengeneze haikuwa hai. Alitengeneza na bronze, alitengeneza na shaba, so ilikuwa ni kitu ambayo ni mfano wa nyoka. It was not, haikuwa nyoka kabisa, ulikuwa mfano wa nyoka. Na akaambiwa uweke katikati ya mji. Mtu yeyote akiumwa na nyoka anaamuka anakimbia, akiitazama anapona. Praise the Lord. We thank God because of Jesus. Yesu alimwambia Nicodemus ya kwamba kama vile nyoka Musa aliinua nyoka jangwani, hivyo ndivyo mimi mwana wa Adamu nitakavyoinuliwa, ili mtu yeyote anayenitazama anaokolewa, anapona. Praise the Lord. Tunashukuru kwa sababu hata kama kuna kansa yote ilishindwa msalabani katika jina la Yesu. Unajua kansa ni kama nyoka, ni kama hao nyoka walikuwa wanauma mtu na hakuna kupona, ni lazima ungeaga dunia. Ni kama kansa ikikudunga, ikikushika, kansa haibakishagi mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. But we have solution. Tuko na suluhisho la kansa, na Yesu ndiye suluhisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mashida zetu zote, ukipatwa na ugonjwa, ukikimbizwa na maadui, tuko na mahali pa kupotelelea, na hapo mahali pa kupotelelea ni mikononi mwa Yesu. Unapomtazama kwa imani, unajua hata wewe ukifanya mahesabu, umeumwa na nyoka na uko na sumu kwa mwili, unasikia uchungu, unapiga nduru, alafu uambiwe na mtu kuna nyoka Musa alitengeneza na ameihang pale katikati ya mji, ukiumwa ukimbie uiangalie. Unajua hiyo haikuwa ina make sense. It was not making sense. Kitu ambacho ni kitu umeona kikiundwa, alafu unaambiwa ati ukitazame. Watu wengi naamini ya kwamba they died kwa sababu waliona ni upuzi, lakini wale ambao waliamini neno la Mungu, they were totally healed, they were totally delivered.
Let us believe in Christ. Praise the Lord. Tusiwe watu wa kunugunika, tusiwe watu wa kuteta kila wakati. Maneno ambayo yanatoka katika kinywa chako ni maneno ya kushindwa, ni maneno ya kuonyesha ya kwamba hakuna kitu Mungu amekufanyia. Wacha hata watu wa dunia wajue. Ukisimama ukipewa mic kama hii kule nje, unasema nashukuru Mungu siku ya leo, hata kama unavaga rongi moja. Nashukuru Mungu siku ya leo amenifanyia muujiza mkubwa sana wa mimi kuwa hai. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru Mungu sana kwa sababu nilikuwa mlevi, lakini kwa neema yake akanibadilisha. Leo mimi sikunywi pombe tena. Si hiyo ni muujiza? Si huo ni kuona vile Mungu amekufanyia? Kuliko kushinda kila wakati ukisimama mpaka mbele za watu kupewa mic, unaongea mashida na mambo mabaya ambayo yamefanyika katika maisha yako, ambayo yamefanyika katika jamii yako. Just testify the goodness of the Lord. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza Bible inasema hivi, many are the affliction of the righteous. Mateso ni mengi yampatao mwenye haki, lakini Mungu humuokoa kwa hayo yote. Praise the Lord. Hiyo ni kusema nini? Mwenye haki ni mimi na wewe, na si kusema hatutateseka. Biblia inasema mateso ni mengi, tutagonjeka lakini tutapona. Praise the Lord. Tutakosa lakini tutapata. Praise the living God. Tutatukanwa lakini pia tutabarikiwa kesho. Praise the Lord. Kwa hivyo hicho ni chakula chetu, kupitia mashida, lakini tukipitia tuna mahali pa kupeleka mashida zetu, tuko na mahali pa kutazamia. Praise the Lord. Kwa hivyo jioni ya leo ama adhuhuri ya leo, Mungu anataka usiwe mtu wa kushinda ukiiba mashida. Sasa kuanzia leo uanze kuimba mambo makubwa ambayo Mungu amekufanyia. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikutana na mama mmoja akaniambia, mimi naomba Mungu na pastor unisaidie kuniombea nipate mtoto. Nimekaa miaka hiyo yote bila mtoto. Baadaye mzee akatoroka na mama akaachwa, na mpaka leo hana mtoto, na ni mama mzee sasa. Mimi wakati aliniambia hivyo nikasema, Mungu ninakushukuru kwa sababu umenipatia watoto. Praise the Lord. Yani kuna mtu ambaye anasema mimi hata sitaki gari, hata sitaki shamba, mimi nataka mtoto. Jua hata kama niko na shamba na magari nitaachia nani? Si hata Abraham alisema hivyo. Akasema, Mungu, mimi niko na mali na niko na kila kitu, na ninaona kama yule mfanyikazi wangu ndiye nitaachia mali yangu. Mungu akamwambia nitakubariki na mtoto. Praise the Lord. Tumebarikiwa wapendwa, we are blessed. Kuwa na afya ni baraka. Kuwa hai siku ya leo ni baraka. Kuwa na familia ni baraka kubwa. Praise the Lord. Kwanza tumepewa watoto walio timamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo asubuhi nikikuja niliona mama mmoja amekimbia, na si kawaida ya mama kukimbia. Nikashindwa, kumbe alikuwa na mtoto ambaye ni special. Wale watoto special ni wale ambao hawajielewi, wanamwaga mate. Sio kupenda kwao, ni kusema ninasema. Yani ni mtoto special, hawezi achiliwa, na ni mtoto mkubwa. Kwanza wanatoshana na mama, lakini mama amekimbia amshike, kwa sababu anaweza gongwa na gari dakika yoyote. Yani huyo mama amelea huyo mtoto special, na hatarajii huyo mtoto abadilike. Atakuwa na yeye hivyo maishani mwake mwote, isipokuwa Mungu amhurumie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ni vizuri kuacha nafasi ya Mungu, because our God is able to do exceedingly. Mungu wetu ana uwezo mpaka wa kuponya vijana kama hao. Lakini nikaanza kuona kumbe Mungu unanipenda hivyo. Yani umenipatia watoto watimamu, watoto ambao sio special hivyo wa kushinda na wao. Si Mungu ametubariki wapendwa? Kuaga unaona miujiza na mambo makubwa ambayo Mungu amekufanyia. Kuna watu wanalala nje, wewe unalala kwa nyumba ndani. Unajua kuna wakati nikiwa ushago mimi nilikuwa ninasema, nimeambia mmoja wa wale ambao walikuwa wanakaa Nairobi siku hizo, naomba unichukue
niende tu nijikute Nairobi, niwe ninalala kwa bafu kule mnaogea. Bwana asifiwe sana. Hivyo nilikuwa nasema, kwa hivyo mimi hata kuja Nairobi na kukaa huku bado ni muujiza kwangu. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kuwa na kwako, kuwa na simu ni muujiza, hata kama ni mulika mwizi. Bwana Yesu asifiwe sana. It is a miracle. Kulala nyumba tu ndani ni muujiza. Kuweza kulipa nyumba, unapaswa hata unashukuru Mungu, namwambia Mungu asante. Kuna watu wengi wamefungiwa nyumba, lakini mimi umeniwezesha kulipa. Tuwe na huo moyo wa kuona maajabu na mambo makubwa ambayo Mungu amekufanyia, kuliko kuanza kuwa na roho na moyo wa kushindana na wengine. Unaona watu wengine wako mbele yangu, huyu anavaa vizuri kuniliko, huyu anakula vizuri kuniliko. Ukianza na huo moyo, utaanza kuteta mbele za Bwana. Wewe ona mambo makubwa ambayo Mungu amekufanyia. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua mimi nilifanya mtihani tukiwa na kijana wangu juzi wa form 4. Nilikuwa nataka kusoma, lakini baba yangu alikuwa na watoto 9. Kwa hivyo hata singeweza kusoma. Sasa nilifanya 2023 juzi na nikapata grade mzuri sana. Bwana asifiwe sana. Baada ya 30 years kutoka class 8 nikaenda nikafanya na nikapata D-. Vizuri, mnanipigia makofi mazuri. Juu kuna watu hapa hawana certificate ya form 4. Kwa hivyo niko mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nasema hivi, hata watoto wangu kuona tu mtu amemaliza form 4 hivi, nilikuwa nashukuru Mungu, naambia Mungu haijalishi kile ataleta, hata akileta uma tutakula nayo sausage. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mtu ataleta uma, aleta lakini amemaliza form 4. Sio ni jambo la kushukuru Mungu. Umaliza tu. Hiyo ni vita kali sana. Kusomesha mtoto anasoma anatoka form 4. That is a great miracle to me. Praise the Lord. So tuwe na moyo wa kumshukuru Bwana. Kiamka tu asubuhi, Bwana, ninakushukuru kwa sababu ya afya. Asante kwa kunipenda. Asante kwa kunihurumia. Asante kwa kuniokoa. Asante kwa sababu ya kunipa mume, mke, watoto, biashara na mambo mengi, katika jina la Yesu. Naomba tusimame na umwambie Bwana kutoka leo, Baba, ninataka unibadilishe niwe na moyo mwingine kando na moyo wa kuteta na kunugunika. Niwe na moyo wa shukurani, maana ni mambo mengi hata tukianza kuyataja hapa hatuwezi tukayamaliza ambayo Mungu ametufanyia. Mojawapo ikiwa kusamehewa dhambi. Neno linasema kubarikiwa ni yule mtu ambaye amesamehewa dhambi. So hata kusamehewa dhambi ni kubarikiwa na Mungu. Kuna watu wengi ambao ni wenye dhambi, lakini wewe umebarikiwa. Huwa tunahesabu, tunaona kama baraka ni magari, kama baraka ni mashamba, kama baraka ni manyumba. Kumbe kuna baraka zingine ambazo Mungu huwa anazivalio, mojawapo ikiwa ni kusamehewa dhambi. Si uchukue tu nafasi hii, umshukuru Mungu, mwambie Bwana, ni asante kwa kuniokoa, ni asante kwa kunisamehe. Umenipatia watoto walio wazima, umenipatia Bwana na bibi aliye mzima, umetusaidia Baba wetu Mungu, umenipatia afya. Asante, umenifanyia mambo mengi makubwa Mungu, sikuwa ninayaona, lakini sasa ninakushukuru. Hawa hawakuona mambo makubwa ambayo Mungu alikuwa amewafanyia. Mungu alikuwa amewatoa katika nchi ya utumwa. Mungu alikuwa amewafanyia njia katika bahari la Shamu. Hayo yote wakasahau nguo zao hazikuraruka jangwani, viatu vyao hazikuisha. Wakasahau walinyeshewa chakula kutoka mbinguni. Wakasahau hayo yote, wakaanza kunung'unika mbele za Bwana na kuteta mbele za Mungu, naye Mungu akakasirishwa na wao, akawatumia nyoka wakawauma, na wengi wao wakafa. Wao walikufa kwa sababu hawakuwa na moyo wa kushukuru Bwana,
Tuna jioni ya leo, mwambie Bwana asante. Wewe mshukuru Bwana kwa sababu ya watoto wako. Mshukuru Bwana kwa sababu ya kukupatia watoto walio wazima, walio na afya. Mwambie Bwana asante kwa sababu amekupatia mwili mzuri, mwili na viungo vyote. Unaona, uko na macho. Katika jina la Yesu tunakushukuru jioni ya leo Bwana. Asante kwa upendo wako, asante kwa baraka zako, asante kwa afya, asante kwa uzima, asante kwa chakula, asante kwa zile manyumba ambazo huwa tunakaa, asante kwa kutuwezesha kulipa hizo manyumba. Katika jina la Yesu, mioyo yetu imejawa na miujiza na shukurani nyingi kwa ajili ya miujiza na ishara na maajabu ambayo umetufanyia. Tunasema ni asante. Amen. Wacheni tuombe. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru sana adhuhuri ya siku ya leo. Hawa watu uliwatoa katika nchi ya utumwa, ukawapigania njiani. Hata maadui waliokuwa wanataka kupigana na wao uliwapigania, ukafanya njia katika bahari la Shamu, na pia Mungu ukawapa chakula kutoka mbinguni. Hawakuwa wanapika, kila siku ulikuwa unanyesha chakula cha malaika kutoka mbinguni. Hayo yote hawakuona. Neno linasema nguo zao hazikuraruka jangwani, viatu vyao havikuraruka. Baba, uliwalinda, lakini hata kama ulikuwa umewafanyia hayo yote, walikosa kuyaona na wakaanza kunungunika mbele zako, nawe ukakasirishwa na wao. Tunaomba Bwana utusaidie tusidevelop that spirit of criticism, spirit of murmuring and complaining. Hiyo roho tuweze kuiovercome katika jina la Yesu Kristo, ili tusikukasirishe Bwana. Tunaomba tukufurahishe kwa njia ya kuona maajabu na miujiza ambayo umetufanyia. Tuwe tunakushukuru kila wakati, maana Bwana ni mambo mengi na makubwa ambayo umetufanyia. Tunajiombea utusamehe kwa sababu ya kunungunika, kwa sababu ya kuteta mbele zako, na kutoka leo tumeamua hatutateta tena, hatutanungunika tena. Tutakuwa tukiona muujiza, tutakuwa tukikushukuru. Hata tukiwekelea ugali kwa meza na cabbage, tunakushukuru. Hata tunapotembea na miguu tukikosa fare, tunakushukuru kwa sababu umetupatia miguu ya kutembea nayo. Kuna wakati hata mmoja tutakapotoa manunguniko na midomo yetu, ni shukurani tu kwa sababu umetutendea mengi. Kwa jina la Yesu tumeomba na hata kuamini, si tuseme amen. Tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri.